Bwana, huu ni mwendelezo wa klipu iliyopita. Sasa baada ya bidada kurudi kwa yule mchizi na kumtishia kwamba atamuua kama hatamwambia mumewe alipo, taarifa ziliwafikia polisi na wakamkamata bidada na wakamwambia kwamba inabidi arudishwe nchini kwake kwa sababu hapa alikuwa kama mtalii. Bidada sio kinyonge, alipambana sana lakini walimzidi nguvu na tayari akapandishwa meli ili kurudishwa alipotokea. Lakini sio kinyonge, bidada aliwazidi tena polisi nguvu na fasta akatoka kwenye ile meli na kuruka kwenye maji ili kurudi kwenye kile kisiwa kuendelea kumtafuta mumewe. Na fasta moja kwa moja alienda mpaka kwa yule dereva wa ile ambulance na alimkuta kwenye haya maeneo ya hawa wauni. Alimpiga sana lakini bado huyu dereva alikuwa hajui mumewe amefichwa wapi. Na wakati anataka kutoka, basi akakutana na mmoja wa wauni tena katika hili jumba, akaendelea kupigana naye, jambo ambalo liliendelea kumpotezea muda mpaka polisi wakajua kwamba yupo eneo hili tena na kukamatwa. Basi huyu mkuu wa polisi alisema huyu dada apelekwe kwenye gereza lingine ambalo liko eneo jingine, lakini wakati wapo njiani ndipo huyu dada akajua ya kwamba hawa polisi walikuwa wanampeleka sehemu wakamuue. Alitegua kidole chake na kuweza kuvua zile pingu, kisha akawashambulia wale polisi wote na kuwaua pale pale. Kwa kutumia moja ya simu za wale polisi akampigia mkuu wa polisi na kumwambia anakuja nyumbani kwake, na kweli huyu mkuu baada ya kuamka alimkuta tayari dada ameshaingia na amemshikia bastola mtoto wake. Huyu mkuu wa polisi ilibidi awe mpole na kumwambia huyu dada kwamba mumewe alikufa siku anayofanyiwa upasuaji na ilibidi afiche kwa sababu moja ya madaktari ambao walikuwa wanafanya upasuaji walifanya makosa na daktari huyo aliwahi kusaidia maisha ya binti yake ambayo amelala hapo kitandani. Lakini pia sababu kubwa ni kutowatisha watalii kuendelea kuja katika kisiwa chao, kwani sekta hiyo inawaingizia pesa nyingi sana. Bidada alimsikiliza huyo mzee lakini alijua kabisa anamdanganya, hivyo alitoka pale na kuendelea kutafuta ukweli peke yake. Bidada alikuja mpaka hospitalini na kumteka mmoja wa wale wafanyakazi ambao walimdanganya kuwa mumewe hajaletwa katika hospitali hii, kisha akachukua kitambulisho chake na kuweza kuingia katika hospitali na moja kwa moja akaenda mpaka kwa daktari ambaye alitajiwa na yule mkuu wa polisi na kumlazimisha sana amwambie mumewe yuko wapi, na kumwambia ukweli ya kwamba mumewe alichukuliwa na moja ya makundi ya wauni ili kutoa viungo vyake kwa ajili ya kujitibia kansa ambayo ilihitaji viungo vyake. Na kwa kutumia kitambulisho kile Eva alivaa kama moja ya manesi wanaotakiwa kufanya upasuaji, na ghafla alimuona Derek akipitishwa kwenye wheelchair ili kwenda kufanyiwa upasuaji wa kutoa viungo vyake. Na kwa kutumia bastola bidada alimchukua mumewe na kuwatisha hawa jamaa, na ndipo tayari mapigano yakawa yameanza hapo hospitalini, lakini jamaa kidogo alikuwa anaweza kutembea, hivyo wakawa wanaondoka pamoja taratibu. Basi kimafia kabisa bidada akamteka kiongozi wa hawa jamaa na akamshikia bastola ili awaendeshe kuondoka pale hospitali. Na huku mtaani wakakutana tena na wale jamaa wakiendelea kuwarushia risasi. Waliendelea kukimbia mpaka wakafika kwenye hichi kijiji, lakini pamoja na yote wale jamaa bado walikuwa hawajakata tamaa, waliendelea kuwarushia risasi nyingi sana hata